Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Mom. Yes? Hakiko ya imenishinda. Unani imekushinda? Mbona? Ipanti yako yenye umetoka ukitaka kuoga inanyuka moshwari. Ati panti yangu na mama mchore toka hapa. Unatoa hii panti hapa nataka kuyaya. Inanyuka moshwari. Jesse on the beat. Handsome mtoto rangi ya benki, ona sura so kudade. Things say they wise. Mapenzi ni pesa, ungesema mapema hata kama Hatujava mas. Wacha nilete mas ngoja hapo. Ile mask niliweka wapi ma? Ndio hii. What? Bibi yangu. Jesus is Lord. No. Nimekuambia usimame ulale na utaki hata kusimama. Hayemi kenibami. What? There is room more worry nítorí Ọlọ́run. Mo de jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. Na mimi dema ni disappoint bana. Wala bana si nakwambia ni fall na Brayo bana. Ukadu. Bana nakwambia hiyo story ya ndio msitaka hata kusikia bana. Bana si vina alifall na Brayo hivi, wivungili ikaniingilia. Nikajam na Brayo. Kujam na Brayo hivi Brayo pia na jam. So nakwambia bana mimi tulichapana na Brayo. Wewe bana ujui bana nakwambia Brayo ni best yako. Si mimi sitaki kukea bana. Huyo dema ni disappoint bana. Nakwambia bana yule dem bana. Benye huyo dem ni mrembo bana. Wewe ujui benye huyo dem ni mrembo. Nakwambia bana mimi hata ningekuwa wewe ningejam na wewe. Alafu mimi singekea yeye ni best yangu whatever mimi sitaki kusikia kuna mtu mwenye atanitoa kwa huyo dem. Hata mimi nakwambia na huyo dem wako kwani yeye ni mdeti sana. Huyo dem wewe hujaona kala yake. Ona huyu manzee nakwambia bana wewe unijui vizuri. Bana nakwambia nyinyi na Brayo mtamjua mjui siwadanganyi. Mtajua mjui. Nakwambia mimi nitajam na nyinyi. Sikudanganyi. Mimi nakwambia ukweli. Na mimi hata bana sijampatia yangu. Mimi nakwambia ukweli. Jan, unataka nini hapa? Bado sijakula. Hujakula? Si wewe ndio nimekuserve saizi hapa? Mimi bado hujaniserve. Nilikuwa staff room nilikuwa nafanya homework. Ulikuwa staff room? Si wewe? Mimi bado sijakula kusema kweli. Sijakula. Hebu sani yako. Nimekula. Jigata. Urudi hapa nisho tena utaona. Jesus is Lord. It's all right. Tuachie Mungu. Hey, babe, karibu. Mambo? Wow. What's up? Yeah. Ben, uni bisi yangu naitwa Brayo. Jeez, Brayo. Hey, Buddha. Nimekumiss. Photo. Not be juju be that. Mnajuana? Yeah, kwa nini baya? How?
City limit nayo kwa interview nilikuwa nilienda ile siku. Hata naenda aliniokolea nikapata hiyo job. Yeah. Haina shida kujua na shida. Wewe unaonaje nyumba yangu manzi? Keta ni fiti? Cheko fiti. Brayo. Sorry, babe, nini unanishtua na chupa? Brayo? Pole, nimesahau. Si binadamu istuera. Bro, ulikuwa unasema unataka maji? Nisaidie maji bro. Nisaidie maji. Brayo, mbona unamchapa masufuria? Nini na makelele na masufuria? Brayo tena yao. Kwani Brayo amengusha masufuria huko? Si pole, si nimesahau. Oh my days, irú ọmọ wo wá rè nítorí Ọlọ́run. Brayo, wewe ndio umengusha masufuria? Si nimesema pole. Okay, no problem. You will move out? You will move out of this house. Brayo. Na seriously? Seriously, shwale kibeshti yako anakuja kutembelea unampatia maji. Unapatiaje Brayo maji? Acha nimletee soda. Unataka kupatia Brayo yangu soda yangu? Unataka kupatia soda yangu toka kwangu. 2 3 and action. Bana bro, achana demu wangu, umesikia? Demu wako si achana nayo, umesikia? Wewe ni achana demu wangu. Oh shit. Nitakufanyia kitu mbaya, achana demu wangu. Nitakufanyia kitu mbaya. Achana demu wangu. Hello babe, mambo. Si unitumia kwa credit please. Cheki bana bro. Huyu dema anasema nimtumie redio na sina hata domo. Pesa ngapi? Sijui ananiambia bata amesema nimtumie. Fanya hivi, yani rahisi. Wewe guess 16 digits hapo. Chapa huko iende. Ati ni guess 16 digits. Umtumie. Na kikola sema ijaingia. Mwambie umeshakula hiyo karatasi ya credit ukatupa. Nyinyi ndio mjoko kushika hiyo hapo manzi. A few moments later. Anakoa. Mwambie umeshakula ile credit ukatupa. Hello. Aki babe, thanks. Thanks for the credit. What? Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No. No. Nasema sasa imeingia. Aje. Pesa ngapi? Imeingia ngapi? Ya tao. Tao. Alaikum assalam. Salam. Chukua pesa uende ununulie nayo mkate. What? Umenipea 49 bob na mkate wanga ni 50. Omera wewe ulibaki na change last week. Oh my god. Ongeza hiyo change ulibaki na last week uende ununulie nayo mkate nataka kunywa chai. Nimebaki kufunga. Hiyo 1 bob nipate nayo sweet hata kumbuka. Sawa, asante. Too much. You don't know why it's going on. Utamu wa kuoga ni kutoa panty. Niliface Joe ndio nikaita hari. Cham relax asipenangi. Nilinyorosha dustin ikatoa rangi. Nina swali shaipewa ukatetemeka miguu. Hii ni dhafu na divide by 2. A few moments later. Ya wagai, kwani si nimeweka tawel hapa? Nani amechukua tawel hapa tena yawa? What? Oh my god. Oh shit, hizi nini tena yawa? Mungu wangu, hizi ni nini? It was at this moment that he knew. He fucked up. Is it funny? No, it's not funny. 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 Hi. Good.
Hello, mko aje? Mimi hapa Shiro Joyce niko salama, nashukuru Mungu. Na tumekuja kama kawaida. Na leo huku. Hey. So nimekuja na kale tu kademketu huwa namwambia kasupu karembo, katoto yellow. Mama salimia watu. Hi guys, I'm Grace Mwangi. So today it's on Monday. Yes. Leo ni kumoto huko. What? Leo kwanza we are 3, not 2, 3. Tumeona is both genders. Female and male. Yes. Yeah. Umewambia jina yako? Yeah, nilianza nayo. Lazima tuanze nayo. Weekend ilikuwa poa, tunashukuru. Ulienda church? Of course. Wow, that's good. So guys, before we introduce to you our visitor today, mnaona venye anakaa? Hapo sawa. So before I introduce to you our visitors for today, wase tuko YouTube. Yeah. YouTube. Kimbia pale. Unajua bado kuna watu hawakuangi Facebook, wanasema Facebook sijui inafanya. So guys, share to your friends, tell them Sky Kebo iko YouTube. Wakimbia pale sahi. Yes, ndio maana tuko hapa tusaidie watu wote. Kila mtu. Wenye wako Facebook, wenye wako Instagram, wenye wako YouTube, hata Twitter. Tunaputa huko wote. So, mama, I miss that smile. Thank you. And you look so nice. Wow, thank you. Tunaona leo ni blue. Yeah. Ni blue. I'm telling you. So guys, kimbia pale YouTube, tafuta Sky Cable TV. Yes. Subscribe, like, share and comment. Yeah. We also need your comments and tutasikia raha sana. So leo tumekuja. Na leo tuko na mtu. Yeah. Na mtu mwenye tuko naye ni mtu wa baraka. Na ninataka atusalimie akijiintroduce. Tumjue. Pia sila tumjue. Atuambie hali yake, unajua status ni muhimu. So ako hapa. Mr. Karibu sana. Asante sana. Salimia watu. Thank you so much. I really appreciate for this wonderful opportunity to be part of this wonderful program today in Sky Cable TV. It is a wonderful TV ambayo inafikia watu wengi sana. Siku ya leo nashukuru sana kwa sababu ya kupata nafasi ya kufika mahali hapa. Kwa majina yangu naitwa Evangelist Gashau wa Udhaya, lakini kwa majina yangu kamili naitwa Paul Gashau Aderito. I am born again. I love the Lord as my personal savior. So yeah, I'm an evangelist. I'm also a youth pastor. I mentor many young people, and we are here to address the issues that the young people are going through in this century. And I know that we are going to connect very well with each one of you. Thank you so much. Wow! Hey, introduction iko na starting inakwanga body, starting, body na ending. I'm telling you, it's just so nice. Tumesikia unajiita wa Udhaya. Kwani wa Udhaya ni kwenu? Hiyo ni okay, Udhaya is my home place. Na nisalimia sana watu wa Udhaya, najua mnatuwatch siku ya leo. Yeah, Gashau wa Udhaya, that simply means Gashau who is coming from Udhaya. Oh. Yes. Wow, interesting. So we are pleased to be with you here. Welcome to the show. Thank you. Welcome to the battalion, and you're much welcome. We are happy. Tunapenda wageni sana. Asante sana. And actually, you are the our first person guest. to... Yeah. Oh wow, I am humbled. Our first guest. Thank you. Thank you. So we are happy to have you here. And today, guys, our topic. Can you remember our topic? Yes. Hii topic ya leo. Huku kuna waka moto. Wasikia tuko na evangelist in the house. Na sasa kuna wengine huku. Na kuna wengine huku. So our topic today is youth culture. Youth culture. That's what we are talking about today. So, evangelist, I am sure that umekuwa mwana youthi hapo mbeleni. Can you tuambie kidogo about how your youth was at that time?
Thank you so much. Asante sana. Niseme hata mimi sijaseeka sana. You know, a youth is somebody who is But then between. you look so young. Yes, thank you. Thank you. I'm still a youth. You know, a youth is somebody who is between 18 to 35 years. 35. Yes. Maybe I'm still there in that Unachezea age bracket. So, shida ambazo youth huwa wanapitia, they are common problems to every youth, and like we have said today, that today we want to address the issues that the young people are going through. And when we are talking about the youth culture, we are talking about the behavior, the way the youth are different, the teenagers, the way they conduct themselves. Because every time ukiona vijana wanataka kutafuta nafasi yao, space yao, na hiyo space yao inakuaga na totally different things in terms of behavior, in terms of dressing, in terms of relating, in terms of dating, in terms of all those things. They try to find their own norms, and they try to learn away from the norms that have been instilled to them by their parents, and they try to get into their own cocoon. And that cocoon is where you want to get today. Hata mimi nishawahi kuwa hapo kwa hiyo cocoon, na ninajua kuna ma challenges, kuna ma weaknesses. Yeah, and na najua ya kwamba tukiweza kujadiliana na tukiweza kuelezana, tutaweza kutoa at least few people from that cocoon, so that you can be able to realize who you are, where you are going, and where God wants you to be. Yeah. Wow. Yes. Guys, can you hear that? That's powerful. That's cocoon. Yes. Your grammar. Grammar, it's nice. excellent. Yeah. So watu wengi wamepitia hapo, Yeah. youth na nini na hizo vitu zote, watu wanafanya different kuliko venye wazazi walikuwa wanafanya. So now when you are a youth, before sasa tukuje kwa hawa watu wengine, umekuwa kwa church so much, ama ulikuwa bado kwa umeokoka hapa nini? Hapa juzi tu tunasikia watu wakisema ati like umefanya vitu zote huku nje, sasa unaona like I have to go back to God. Sasa unaona mtu anarudi kwa church. Asante sana. Wacha niseme mimi hata mimi bado nilikuwa tu hapo, na lakini the good thing is that the way we were brought up with our parents, mimi nililelewa kwa church tangu nilikuwa mdogo, nikaenda Sunday school, brigade, nikaenda youth. Like sikuingia sana kwa mambo mingi sana ya dunia, like kwa anasa. But in one way or the other, especially when I was in high school, though hata nikiwa high school I was a chairperson, then I was also the head boy, like everybody was expecting a good behavior from me. So hata tabia zingine unajua unasifisha tu ndio sionekane kwa sababu chini ya maji, sionekane kwa sababu wewe ni kiongozi. Lakini when it comes to the issues like, you know, relationship and other things, those are common problems. That's a normal thing. Ni ile tu unajipata like umepitia uko na ka girlfriend tu pale na uko kagine tu pale. Lakini during our times, hii story ya kuwa na two girlfriends haikuwa like ile ya sisi unakuwa na girlfriend simply because you want to be intimate with them. It was just a matter of peer influence, simply because we are afraid akona a girlfriend, na mimi nataka nikuwe na girlfriend. You see, so it was a matter of peer influence. And to be very honest, some of us hata kama tulikuwa na girlfriend, ile tu girlfriend ya high school, like mmeenda weekend challenge, mmeenda science congress, mmepata kade, mmeanza kuandikiana barua, zilikuwa tu zile za kawimbo ka dedication karibu hiyo karatasi pa kwa yani spray. And you know, during that time ilikuwa ile time ya kulikuwa na full kulikuwa na kitabu ilikuwa inanunuliwa ya love letters. That is designed video, iko na tumaua, unalalua page ya kwanza, unaandika my friend, then unaiweka kwa basha unatuma. That was the life, that was the norm. But time yote mimi nimekuja kurealize, time yote tulikuwa tunafanya hizi vitu zote tukijaribu tu kujirealize. One, and the reason why for me myself, because later I realized why I was doing all these things, it was simply because I was looking for love and attention. Nataka tu mtu anaweza niambia ananipenda, you know, ananijali, anitumia hiyo tu kabalua, like. And also I feel that I am also part of this subculture group, the youth. And kwa sababu sikitaka kuashwa nje, ndio ni feel like hata mimi niko pale, hata mimi ni mwenyeji, hata mimi niko na mistari, unaona?
And to make the matter worse, unataka ukue tu at least maybe girlfriend wawili ama watatu. Ndio wasee waone wewe ndio uko, wewe ndio mkali. Wewe ndio uko gangari, unaona? But hakukuwa na mambo mingi during those time like it used to have to do with the sex or hapana, haikuanga because tena unajua mama yangu alikuwa mkali sana. So kwetu hata during the holiday ungeleta msichana home. Hapana, ungemleta. Hata nakumbuka kuna siku moja kuna kasichana kalikuja kunitembelea like alifika tu kwa barabara. Venye niliona maadhi amefika, nikamwambia tu usipite hapo. Tukakula tu story then nikamzindikisha. And I think that is the way, you know, kwa sababu ya vile tu sisi the way we were brought up with by our parents, then I was able to make the right decision in my life. Kwa sababu mimi nasemanga hivi, hata wale vijana unaona baba wanapotoka wanakuanga na maadili mazuri wakiwa the way, you know, venye wanalewa na wazazi wao. Ni vile tu wanafikanga watu mahali nataka kujitupa. Hebu goje hapo. Sasa venye uliambia kadem sasa mama kwa pale usipite hapo. Alirudi aje, kalikwambia nini? Sasa yenyewe hakufeel poa kwa sababu yenyewe unajua alikuwa ametravel like 7 kilometers kutoka kwao. Na ni mguu ama mguu. Unajua ni ushago. Nataka kuona future husband, boyfriend. Yeah, ni ushago my friend. So, but hiyo story ikaisha hivyo akasirika hata hakurudi tena. But tukaachana. Those were those times, you know. But nowadays kwa mambo imebadilika. Sasa acha tuanzie hapo kwa relationship. Unasikia mali amesema like kitambo walikuwa na girlfriend but ilikuwa tu ya kuandikiana lei, unataka love and attention, hakukuwa na like kitu kama sex. So unaona venye sasa hivi wenyewe tunaendelea ndio unapata kitu kama sex na ingililia, unapata mtu ako na side chick, hata si side chick ako na wife, ako na baby mama. So hii culture inaenda tu hata ikui mzuri inaenda tu ikiharibika, kipotea. Sasa that's serious. That's how you were. That's not that's now me. And I also had a very serious sister who was mentoring me, my elder sister. Na ninamsalimia sana ako pale Morogoro High School. And she really mentored me. And I remember every time when I would feel like I want to do the wrong thing, she was the one who would told me, no, usifanye hivi, usifanye vile. You know, huyo msichana nani nilimuona naye pale. Like, she was after me like this. So hata kama nilikuwa nataka kufanya vibaya, at least I had a mentor. Yeah. And I think that's what many young people are lacking today. Somebody who can mentor them, who can show them direction, who can tell you, who can, you know, help them to realize that this is the right thing and this is the wrong thing. But I think above all, what we need to do is to mentor young people so that they can be able to make their own decision without being influenced. Kwa sababu mimi nilikuwa influenced sana na shule na my boys, lakini sistangu ananiambia hapana, it cannot be this way. Huku zilete msichana, huku mimi sitaki history ya my girlfriends na my boyfriends. So but outside there I used to pretend like I have one, we are dating very well and immediate bro, I am okay. Umefika. Only because what I wanted is to fit into that gap, to fit into that cocoon I was telling you about, so that I will feel loved, I will feel appreciated, and I will feel that I'm part of this group, the subculture group, yeah. Wow, that is so amazing. Yeah. So, guys, mmesikia venye youth as in those times zake zimekuwa za our evangelist. Yeah. Na for sure every person goes through that. Je, wewe ulipitia aje? Ulipitia nini? Those days right for hata I thought evangelist amekuja chwa. Humble background hadi ukafika kanisa ukakuwa evangelist. Kumbe uko chini kuna temptations, kuna kila kitu. Kiambiwa ati sasa hautapita pale, mamangu ako pale. Just imagine. Like a feeling Mimi tunaachana direct. Guys, damshe, naona mko huku. Naona mko wengi sana. Hebu tuambieni vitu zenye like wewe ukiwa mwana youth vitu zenye hizo vitu zenye tulipitianga because they were feeling like sasa ukizikumbuka una feeling like they were like so good. Some of them zilikuwa heartbreaking. Kwanza enzi za mtu kama evangelist unasikia wazazi wao walikuwa very strict. Then sister yako alikuwa anakuangalia up to you anakumenta. Sai wazazi wengi hapa nje they're just busy, unasahau na mtoto, you're not talking to your kid. Mtoto anaenda kuongea na mtu mwingine nje. Kama ni dem anapata boy yuko nje anaenda kuongea naye, anataka mtu wako ongea naye. Then huyu boy naye anafanya nini?
ana take advantage. Yeah, sure. Yeah, upole ya huyu day maybe like unaanza kumkatia kitu kama hiyo. Sasa ni kama venye kitambo like umesema mlikuwa angepita hapo kwa sababu ya mzazi. Sasa hii wasichana tunapita hadi hapo na boyfriend naambia mama yako mama ni ule. Yeah. And because now guys we want to help each other here. Now you can see venye mtu hupitia akiwa mdogo, unaenda sasa umekuwa mkubwa, sasa umekuwa mtu wa kwenda shule, university, and now that's what we want to look at. Like sasa wewe umetoka kwa mama yako. Sasa wewe umeachana na ile mambo ya nyumbani, sasa umekuja kukuwa mtu amejisimamisha. Hizi vitu zenye tunaona juu kuna vitu mingi sana ziko huko nje. Like you find mtu ametoka kwao, ameenda shule, kole ama university, and after ameingia hiyo shule, vitu zenye zinafanyanga huko nje wazazi I know you don't know. Unajua wazazi they don't know. Mtoto wako akikuja nyumbani anaenda church kama kawaida. Evangelist uko na hao watu kwa church. By the way, lakini akirudi shule vitu zenye anafanya like unapata ana smoke bang. Alafu kuna vitu tatu ningetaka sana we try to look at. Kuna hii vitu ya drugs, kuna irresponsible sex. Hizo vitu ni vitu zinaharibu my youth sana. Because now when you try to look at it, my youth wetu wamepotelea kwa hizo vitu. And now the only way we can save our youth ni kuongea na wao so that they can know the advantages now and the disadvantages. Advantage ya hizi vitu ni kwamba wanaonanga furaha sana. Yeah, they are just happy. Hizi evangelists vitu ziko na raha yake. But now look at the disadvantages. So I want our evangelist Grace. Our evangelist anajua hizi vitu sana. Akona tumiaka. So our evangelist, can you tell us about now you will do as an introduction of what you came to tell us, like about the youth culture. What can you introduce our show like the youth culture? Vitu zenye as in vitu zenye umejionea. Because now wewe huku nje uko na watu wa aina zote. Uko na watu wameokoka. Uko na watu wengine unaitiwa na mama zao uende uongee na wao. Najua unaenda hadi kwa church kuhubiria mayouth kwa shule, hizo vitu zote. So umeona nini kwa hizi nini zote? Asante sana. Nashukuru sana tena. I think what has happened especially to the young people is that they have adopted the Western culture so much, and most of the young people, like almost every young people apart from the few that have realized who they are, they have lost the values that were instilled to them since they were young. And now they have adopted the big, Western culture. And they want to, and wanataka tu kufurahisha wale wengine, like, and they also, like I said when we were starting, they are looking for love and attention. And mimi nataka kusema hivi, especially to those people who are, ambao wako na my youth, those parents maybe who are also watching us, it is very important to give attention to the young people, because a young person is, young people are dynamic with amazing giftings. Hawa ni watu ambao wana feel like they can change the world within 1 minute. Sure. Yeah? And so if they are not given an opportunity, they will go out to express their power, their energy, their intellectual, their potential into the world. And this is where you find that because this issue of youth coming together, haikuanza kitambo sana. It started like 1980s, where youth could gather together and form their own norm. Na ile shida kubwa ambayo inafanya hawa mayouth unaona wanashikana, it is because like I said when we were starting, wako their own cocoon whereby they are speaking their own language, a language that they can be able to relate with one another, a language that they can be able to understand one another. Unaona kama siku hizi kuna history ya Cheng. History ya Cheng wazazi hawezi elewa, like they can't understand. Kuna vitu mayouth wataongea ukiwa hapo wewe kama mzazi, my friend, utasikia kama wanaitisha ugali. Ni kama wanauliza kama ugali imeiva. Wazazi. Hadi mimi mwenyewe kuna vitu nasikianga. Guys, unashangaa sasa hii ni kusema nini? So yeah, it is very true. So, and I think we are living in times whereby parents, you also need to be you don't need to be ignorant. Wakati mwingine ni vizuri kujuanga hizi tu vitu. Vizuri kujuanga kwa sababu my youth watakucholea tu ukiwa hapo kwa ukiwapikia, na
story yote imemaliza, wametengeneza bash na bogi yao na wana communicate na yeye ushikanishi kitu na wanatoka usiku. Yeah. So but I think the greatest problem in all these things, it is because even in our country, I think we also need to come up with a mechanism whereby young people can be given an opportunity to express themselves. Yeah, sure. Kwa sababu I may remember every time when I had an issue within myself, like niko na kashida kana nisubua, niko na maybe ka girlfriend kana nisubua, ama niko na kitu kana nisubua, I used to express myself to my sister. Sure. Because you can't express it to your mother. I can't express it to my mother. Yeah. Unaona? And also my brother-in-law who married later my sister, he was also a good friend of that family. Wow. And we bonded very well. So nikiwa na shida nilikuwa naongea naye, namwambia hapana, ninapitia hii. And I remember kwa sababu sister yangu alininunulia kasimu nikiwa bado, I think I was in form 3 or form 4. I think my first phone nilinunuliwa nikiwa form 4. Wakati nilikuwa nimetembea Nairobi, nikatembea sister yangu juu nikanunuliwa ka phone kadogo sana, lakini kalikuwa na internet. Sasa kwa hiyo ka phone ndio nikaanza kurealize kuna Google, kuna nini. Na hapo tu ndio unaanza kuona mtu wenye hatuna nguo. You know, this is something to discover with yourself. Yeah. Not like today. Like today unapata mtoto hata wa 7-6 years ameanza kujua hii story. Yes, Unaona? yes. Unaelewa? But I think we need to give youth an opportunity to express themselves without, with a concern and not judgmental. Because every time when a young person comes to you anakuambia, unajua mimi niko na girlfriend, unajua mimi nimefanya abortion, unajua mimi ninatumia pills, unajua mimi nimefanya hivi na hivi na hivi. Instead of listening to them with a concern, we judge them. Yeah. Wewe enda, wewe malaya, wewe hata huwezi jisaidia, Yeah, sure. But if you can give them, uwapatie masikio and you listen to them, youth watakagi mambo mengi by the way. Give them an opportunity, wasikize vizuri. Ukimsikiza tu vizuri, aji-express. Na ikiwezekana pengine hata atalia. You give them a shoulder to lean on. Then you will realize that these people, their problem is not a big problem. It is just a common problem that any other young person is going through, and it's a problem that tunaweza pata solution. Yeah. Because ukimpatia shoulder to lean on and then you listen to them, then from there you can be able to offer solution to them. Unaweza mwambia mase, hapana, hii story si poa. Hii story ni ya wazaai, ni ya watu wakubwa. Sasa ukianza ku have sex at this age, think about your purpose. Think about what you want in your life. Think about where you want to be in the next 10 years. The next 10 years you want to be a parent. And now you are using pills, and now you're having, unprotected sex. What about these sexual transmitted diseases? Yeah. What about if these things will ruin your future and you'll not be able to get a kid? Yeah. You start putting some sense in them, but in love, with a lot of concern. Yeah. Because ukiambia mzazi, ati mom, sijui I did this, I did abortion. Ay, madam. Mwataka mamako aanze kupiga nduru hapo saa hizo. Okay. Hata kuongelesha ile like hata kujudge, ni kama anakutoa pepo ndani yako na kuambia like hivyo si vizuri, hivyo si vizuri, hivyo si vizuri. Instead akwambie my daughter hapa fanya hivi. And I know sex sahi kama ushaanza it's hard sana kuacha. So what they advise you ni abstain kaa hivyo. Wewe mwenyewe unajijua you can't. Okay, what you are saying, watu wenye wako huku nje like our grown ups, wapatie my youths a shoulder to lean on. Yeah. Not necessarily your mother, but even like now the evangelist. Ukimpelekea mashinda zako, asikujudge longly. Yeah. Because now we are in another generation. Sure. And like our times, like sasa mtu as in a youth comes to me, aniambie, sasa mimi niko na ball, I want to abort, what do you expect? Mtu kama mtu tu wa kawaida umeokoka na unaona utaanza kumjudge longly. Yeah. So we are trying to say, let's give our youths a shoulder to lean on. You see? So that to try to save this generation. Sure. Because I am sure now our youths, si kuna ma youths wengi sana wanakuja kwa maisha yako kukuitisha advices because of the things they are going through. Yeah. Would you mind kutuambia like venye umeinteract na ma youth? Hizi vitu zenye umekutana nazo zenye wanafanya, they now the youth culture. Ebu tell us about it. Yeah, my youth wanapitia shida mingi sana. And I remember there's a case I was dealing with, and okay, before I get there, I remember when I was in college, I did a paper in urban night experience. Whereby tulienda Nairobi tao the whole night. Wacha nikuambie.
It is another world. Tulizunguka every street. Tukazunguka every club, like tukaenda Florida, tukaenda Small World, tukaenda lecturer. Hakuna place mimi sijaingia by the way. We tulienda like all those places. What was the intention? Because most of these people ambao wanaenda kufanya hizi hata ambao wanaenda au stripers, most of them ni watu wanakujanga church. Yeah. And on Sunday they pretend to be very good people. Yes. Wanaenda hadi present worship. Yes. And hawa ndio wasichana wengine mayuthi wangu pale mavijana wanawaka sana ni kalembo kameshanuka ndio msichana unataka kuoa. Huyu mtu pengine ameabort like 10 times. Wengine hata wamefanya vitu zenye hata wengine hata waezi like they cannot even conceive. You know? And so that was the reason why we went for urban night experience. And one of the things I realized in that place is that most of these people, even the stripers ambao wako kwa hizo clubs, they are young people below 25 years. And most of them ni university. Wako hapa university. Unaona? Yaani usiku wanaenda job. And it is very interesting because tulikuwa tunaambiwa kukuwa striper kwa hiyo one of those big clubs lazima ufanye nini? Lazima like you have to be vetted. Usikuwe na kamaka hata kwa mwili unatoa nguo zote, unaangaliwa, usikuwe umezaa, usikuwe na any signs of like unajua sasa mtu akiwa hivi kuna venye ngozi yake inakuaga like at least you have to be attractive. Yani even these people who want to kutumia hawa wasichana wanataka kitu poa like ukisimama pale watu wanakuona, wanaume wanakuja pale kufanya nini? Kukunywa pombe na nini? Wakikula kwa masho, that's what they say. So huyu msichana aibu imeisha kwake. Then akuja kwa church. Then you can see the danger. So hawa my youth, most of them, the reason why they go there one is the poverty. Pengine kwa sababu ya pesa. Tafuta pesa haraka. I want to get rich. You know, we are living in very funny times. This .com generation that want things instantly. You want to work at the same time wewe ni mwanafunzi. How on earth? Ulisikia wapi? Atunafanya like wewe ni mwanafunzi. You know, during our time ulikuwa unapewa fare na mzazi na unapewa pocket money kidogo. Unaelewa? And I remember when I was in high school, ile pesa nilikuwa napewa tu ni ya fare ya kurudi. Kwa sababu umelipiwa shule pale kila kitu, getheli na kila kitu. You don't need an extra money. But these people, they want to live like they are working. Unaelewa? But one is poverty. The reason why it is ile sababu ambayo inafanya vijana wengi wajiingize kwa haya mambo kwanza ni shida. The other one is influence. Peer pressure. Nataka kuvaa kama Grace. Nataka kudunga like nikae fiti like hata nikienda ushago wanafikiria niko job.com. Unaelewa? Nikae fiti. So hii fita ya kupigana like wewe unataka you want to be like the other person. And that is why we need to encourage our young people and mentor them so much so that they can become dependent. Unaelewa? They can be able to depend on themselves without depending on other people. Na hapa ndio unaona vijana wengi wanaenda mtu anaenda nakatiwa na mzae wa 70 years. 70 hata 80 years. Na siku hizi nasikia anaitwa anawaitaga maito unaenda kule yake like wababa nakuita maito, you know, imagine. And let me tell you something. What you don't master today as a young person, it is half a way of mastering you in the future. Sure. If you are not able to master your pleasures of life and your you know those things that we desire so much when we are young people, you desire sex, all those kind of things, that kind of lifestyle. Let me tell you, in the future, there's a way it will come back to you and affect you negatively. And there's a story I was reading in the Bible. The story about Reuben. He was a young person. He was a very good person and he had a great destiny. And now the father married a very young girl, akawa kadem. Na ni mzae wa kitu, you know, during those years watu walikuwa na miaka mingi. Tuseme pengine alikuwa na 200 years. The father of Reuben. Sasa kijana akaona sasa ni anji. Kwa sababu hii story hasijaanza leo. Hii story za wazae na hata hapo ndio nimekuja kuona. Hivi ndio ilianza kwa Bible. Ndio ilianza kwa Bible. Sasa Reuben as a very young man akaona baba yake ameoa kadem. Akasema hapana, baba haiwezekani. Aka kadem lazima nipite nako. Akapita na kademi ya baba yake. Baba yake alikuwa mzee, hata hajiwezi. Hangeweza kumuuliza kwa sababu you know Reuben alikuwa mtu wa baba yake alikuwa ni very strong. But lakini huyu baba yake alikuwa anajua. Ni sawa tu chukua.
But remember, what you are doing today, it will come back to you in the future. And there's something that the father knew, that there is what we call a payday. Whatever you do today, it will come back in your future. So a time came and the father wanted to bless all the kids. Akawaita wote, kujeni hapa nataka kuwabariki. And so the Reuben, because he was the firstborn, he was very happy. Leo ni siku yangu ya kubarikiwa. You know, in the Bible, obviously the firstborn is the inheritor. Yeah. Ndiye angepewa ng'ombe nyingi na ile shamba kubwa. And he came very happy. And he said, and when they appeared before the father said, Reuben, my firstborn, my might, the strength of my youth. And Reuben was very happy. But unstable as waters, you shall never excel. Imagine, simply because kijana amechukua bibi ya baba yake. What is happening today? And that is why you see this generation is cursed. Unaona msichana wa 20 years anaenda na msaya wa 80 years. Unafikiria ule madhe mkubwa anafilaje? But that's very sad. Sasa hapo inatuambia a married man, leave a married man alone. Yes, if a man is married, leave him alone. Kuna mavijana wengi sana ambao hawajaolewa. And leave alone being married. Kama kijana, kama youth anataka kuolewa, aolewe na kijana walika yake. Lakini history ya msichana anaenda kwa mbaba, siku hizo anaitwa mbaba ama sponsor. Simply because you want to get rich very quickly. Let me tell you, you are cursing your life. So what if you haven't seen money, you have seen love, or you can't fall in love with someone who is old? Tuanzie hapo. You know the way God created people. You know, the first thing you need to realize, why you need to ask yourself, kwa nini nataka kuoa? Because one thing I know, hakuna kitu kama love. Like, people don't marry for love. According to the Bible, the original purpose of marriage was not love. It was for a purpose. Kulikuwa na kusudi. Na kusudi la watu kuoana hata wakati Adamu aliubiwa na mtu na Mungu. Aliambiwa, they were given an assignment, a purpose. Remember, in the book of Genesis chapter 2 verse 17, the Bible is talking about Adam wakati aliubiwa peke yake, akapewa kazi ya kufanya akiwa peke yake. Akaambiwa till the earth and wash over it. Uiride na uiangalie. And then wakati sasa alifanya nini? Aliubiwa sasa if the Bible now an assignment changed. Akaambiwa sasa fill the earth and subdue it and get children. Namsae. So every marriage starts with a purpose. Why do I want to get married? So that I want to marry. Today many young people are marrying not because of love, but because of materials, because of money. Thank you. True. I have one person here, the evangelist. Poleni kwa kuwakatisha. Philip Gashoka na amesema evangelist asalimiwe sana. He is saying the challenge nowadays, people are not getting married because of true love, but because of money. Yes. Money has dominated relationships. Everything. Na today, wacha niwaambie jamaa wenye natusikiza siku ya leo, kama huna do my friend, jipange kwa God. Jipange sawa sawa. Jipange tu kwa God. Kwa God tu ndio unaweza pata bibi mzuri bila pesa. But in the world setup, my friend, you cannot get a good wife if you don't have money. A beautiful wife, a good wife. Yes. A beautiful wife, a good wife, let me tell you, if you are not in the church, because in the church we are advocating and we are encouraging our young people, don't go for money. Go for character. Go for a person who loves you unconditionally. Don't go for looks, because looks are deceiving. Looks are deceiving. Evangelist, if you don't have money, go to God. Search for a wife. Sasa shida ni uende kwa kanisa, upatane na ule mwenye amekuja kujifichia kwa kanisa. Au wenye tunasema jana alikuwa club akakuja church. Good. Let me tell you something. God is not like Mungu si adhumani. He's not a respecter of persons. And God is absolutely just. Uwezi kuwa msichana mzuri amejiweka tu kwa church tu vizuri, then Mungu akuletee tu mlevi, akuletee tu mjamaa mwenye. We pray and we pray for these young people. Every day we are talking to them, we are mentoring them, and we are telling. I always tell my young people, I am leading young people, many of them more than 300 youth, and I always tell them, hata kama kuna dem unakatia ama kuna dem maybe kuna shali anakukatia, even before you agree or even before you do anything else, come and share with me. I will give you some advice. You know,
I'll give you some advice, and also we will also pray. And still kuna kitu ingine pia hao wenye wako huko kwa clubs wakikuja church akichange anaweza kuwa na Yes, once in Christ the old life is gone and the new life has come. We don't dictate the rest of the people by their past. Hata Yesu wakati aliona ule mama alikuwa pale kisimani na alikuwa malaya, anasema naulizwa uko na bibi na bwana wangapi? Anaambia hata huyo watano si wako. Like he was very honest, you know, and God changed him. The harlot Rahab, alitumiwa na Mungu. God uses unqualified people, like those people who are brand, those people who are not like our pedeki, watu wenye wameshapwa na life, watu wenye wamekula life. There's a bishop in Nyeri who married a prostitute. Alikutana na bibi yake, I won't mention her name here. Huyo bibi yake alikuanga kwa clubs. So bishop alikuwa ameenda tu kwa have a soda with some friends, akaona a very beautiful black lady. And they became friends, and the bishop mentored that lady, and today is a very great woman of God in Nyeri, who is changing destinies. You can meet your soulmate Anywhere, if you are very clear with what you want in your life. But the problem with our young people today, they are not clear with what they want. You meet a beautiful girl today, the next thing you're hoping to bed with her. Yeah, true. Umejuana na mtu leo, hujui ni mtu wa aina gani. The next thing unampatia date, unataka kulala na yeye. Men, guys, hebu angalieni hizi vitu mnafanya. Ni kumoto. It's becoming so interesting. Yeah. And ninafurahi sana because I believe kuna mtu anasaidika mahali. Yeah. Na tukiendelea kusaidika guys, so you share this YouTube. As in go on YouTube, subscribe to our channel and comment. Also share kwa sababu tuko live kwa YouTube pia. So we are unafeel aje mama? Huko ni kumoto, hadi nasikia. Watu waache vitu mingi like trust in God. Yeah, and know what your purpose, what you want. Know what you want. Acha kusema sijui nataka tall dark and handsome. Sijui nataka brown skin. Mungu ni nani anakuangushianga ule mfupi ukitaka mrefu? Huwa anajiuliza na huyo mtu akichomeka na uji asubuhi moja. You need to continue loving that person. You know love is supposed to be unconditional. Yeah. Jesus Christ loved us when we were still sinners. Not when we were righteous, not when we were good people. Wakati tulikuwa tumepigwa na life, tumepigwa na madhambi. Imagine mtu anakupenda kama huna form, huna figure, huna do, huna viatu biri, anakupenda hiyo time. Actually, I know of a person na ni pastor pia. Alioa bibi, then huyo bibi akachomeka. Sahi venye amechomeka sahi anakanga kama ni vidoda. Do you know that pastor kisses her wife as in hizo mbele ya watu akienda kupreach? Wow. Because what he loved, it's not the outer person. Yeah. Alipenda the heart of that person. So guys, tukiangalia vitu za relationship and all these, let's not go for looks. Lakini pia looks are deceiving. Looks are deceiving. But then let me say something also about it. God in the Bible, it is only God who sees in the heart. Man looks at an outward appearance. Mungu ndiye anaonaga mo. But I always tell the young people, if you want to see the beauty, follow the heart, follow the voice, and you see the beauty. Why? Because a man is determined, or a lady is determined by the way she talks. Kama ni mtu mzuri, anaongea vizuri, because kila kinatoka kwa moyo ya mtu, that's what dictates what kind of person you are. Kama mtu ni wa matusi, ni wa kukasirika, ni mtu kisirani, utajua tu. But unajua evangelists kuna pretenders. Yeah. There's some people who pretend like they can come to you, nikuongelesha na upole, but that's not the way. I'm doing that to win you. And that is why there is kuna maana ya, like, it is very important for people to take time. And that is why the purpose of dating, when we are telling the young people to date, it is good to give yourself time. So that, because time is a healer, time will always tell you what kind of person is this. Let me tell you, you cannot pretend forever. Siku moja nitakuudhi ukasirike. Utaniambia mbwa wewe. Utajua huyu anajifanyaga wewe lakini like, you know. So that is why it is very important to give yourself time, because through that time you'll be able to realize what kind of person you are dealing with. And wakati mwingine pia ni vizuri like, it's good to kumfanyia tu kitu akasirike. Provoke that person, you know the other. Like umemwambia tuna meet saa 7, ukuja saa 8 ama ukose kukuja. Na akupigia ukatae kuchika simu. My friend, zile ng'ombe utaitwa kwa hiyo simu.
Utajua wa I thought I was dating an angel. So I'm dating a person who is full of cows and dogs inside. Ni siku tu imefika hizo vitu zikatoka. Zikajionyeshanisha. Wow, this is becoming so sweet. Like, I am sure hata wewe mahali uko unalearn a lot of things. Acheni kudate ng'ombe na mama. Lakini some of these people unaweza kuwa unalearn mtu ama you are too nice. Okay, sema mtu kama mimi I'm too nice to this guy. Niko na intention mzuri, but this guy John I'm too nice, he's taking advantage of me. Like anaona like huyu hata tukikosana nikuwe na dem mwingine still hata nikimrudia atafanya nini? Atani accept back. Atanipenda back. So ino shida wanaume ukuwa nayo, unakuja you do all shit, you come back and say I'm sorry because you know this girl is weak. Atakuforgive. I think what happens, what transpires to that, it is because of getting into a relationship simply because you are desperate. Exactly. When you are desperate, people can use you anyhow. Hakuna mahali unaweza enda. Uenda wapi na you are desperate? Ulikuwa umekosa mwingine, pengine umehatiwa, pengine, you know, all those kind of things added together. That is why you see most of the people are in a very abusive relationships, and even marriages. Simply because desperation. Never date. Ile time mtajisikia uko pale wewe ni youth and you are very desperate, don't dare to date. During the time of desperation, it is not the right time to date. Yes. Date in your right mind when you are sober, when you are comfortable, and when you are well able. Mtu atajua aje ako desperate. Yeah. Like how will you feel? Because you feel you love this person, but huyu mtu kuna somehow behaviors ako nayo like labda kuna ka desperation ndani yako but we how can realize. It is very interesting because in one way or the other inside you unajua uko desperate. Like I'm very desperate for this guy. And let me tell you, every time when you're in a relationship and you are feeling that this guy, huyu jamaa anakuudhi na hutaki kutoka, this is not the true love. This is what we call infatuation. Unrealistic love. You are very obsessed to this guy. Hapa hakuna upendo, my friend. Now, let me tell you, love is not about obsession. Love is from the heart. Kwa sababu Yesu hakupata ma feelings you atupende, like alitupenda from the heart. So laughing from the heart, and the Bible is talking about true love. It is patient. It is considerate. You know, if you find somebody who is not considerate, is not patient with you, kila wakati ni matusi, kila wakati ni madhalao, kila wakati yeye tu anataka tu umsikize pande yake. You cannot meet together and agree. You cannot like unamwambia babe nimechelewa niko kwa gari, anakuambia ulikuwa kwa nani nini like akuamini. He's never patient with you. He's never considerate. That is not true love. Because true love in one way or the other, inside your heart you feel that I need to be patient with this person. I need to love this person unconditionally. Regardless of his weaknesses and his lackings. Huyu mtu ninampenda tu bure. Lakini wakati utasikia kwamba there is something that is attached to your love with the other person, pengine kwa sababu ya pesa. Huyu boy kila month anakupatia 5,000. Okay, alafu tena the issue of okay, unajua wasichana wenye wako sahi wanapima sasa, unaona venye unasema pesa, wasichana wenye wako sahi wanapima love sasa hivi. Yeah. Like a guy should take care of you, pay my bills, my hair, my makeup and everything. Na wewe that's why you are saying wasichana wengi wanatumiwa. Yeah. What would you advise a young person there mwenye maybe ashaanza ku have sex, ashaanza hizo vitu at a young age? What would you advise them? Because I know you are full of advices. Hata mimi nime I would tell them, focus on what you want in life. Focus on what you want in life. Who do you want in the next 5-10 years? Do you want this kind of life? Having sex every day. Umetoka kwa huyu jamaa amekutupa kwa huyu mwingine. Because most of the young girls, they think the only thing they can offer to guys in relationship is sex. Sure. And the only thing they can receive in return is money. So hapa hakuna love. Niulipatia kenye unanipatia na mimi nikupatia kenye ninakupatia. So tukiachana, tukikosana, hiyo story inaishia wapi? Ni half. Unaelewa? But if you know what you want in life, if you focus on what you want and you go for it, let me tell you, you'll never be distracted. Wow. You get into a relationship, the first thing the guy wants is sex. You bid them a gift of goodbye and you meet them in heaven. Yeah, run for your life. Mukutane biguni. Kama Mungu atakubali. Let me ask you. Kuna hii ushasikia venye watu wanasemanga like baba ni bishop wa kanisa lakini ukiangalia watoto
wamepotoka kabisa. Hata they are very different people. Ukiangalia baba yake na uangalia watoto wake, unasikia huyu mtoto ndio bangi ndio amevuta. Yeye ndo anafaa kuwa, huyo mtoto ndo anafaa kuwa a good example to people in the church. Yeye ndo ameshika mimba wa kwanza. Yeye ndio dressing mode iko mbaya. Shida inakuanga nini? Ama tunapatanga watu different. Hata mwingine shida inakuanga pastor. Alihubiri kwa kanisa sana. Akasahau na familia. Akasahau na mtoto. Because if you are mentoring the church, you know pastors, they are good people and they have a lot of responsibilities in the church. Vilanchawa, sijui Sunday, sijui kuna mama anataka kumuona, wengine wanataka maombi. So ameashia bibi watoto. Bibi naye pale pengine akotupia pia na stress zake. Pengine bibi naye ndiye assistant pastor. Unajua siku hizi unaona bishop so and reverend. Bibi is now the assistant. So watoto waliashiwa Mungu. Lakini kanisa ikashiwa pastor. Watoto waliachiwa house girl. Waliachiwa house girl. So and you find because these people they have no mentors. These children have no mentors. Wanataka kufanya everything that they want to, but they pretend. During the day, when the pastor is allowed, they pretend to be a very good people with very good character. Kwa sababu waliashiriwa. So these children are being mentored by the world. When the pastor is mentoring the church. So unapata watoto wa kanisa wamewekwa vizuri sana na pastor, lakini watoto wake pia, but also pastor pia anaweza kuwa amejaribu, lakini pia ikuwe ni njia ya shetani ya kujaribu watoto wake. Kumuonyesha hakuna kitu tunafanya huko kwa kanisa, tunakuanzia huko chini kwa watoto. Many cases unasikianga, ule ni pastor fulani. Ukiangalia mtoto wako you're like, is this really a kid? What would say, nyinyi wenye mko kwa kazi ya Mungu pia give time to your children. Na kuongelesha, not judging them. Kama mtu ni pastor atajudge mtoto wake sana cause pia yeye huku nje wenye anaona atasema usikue kama mtu fulani, don't do this and that. I want you to do this. Hata wengi wao na fosi wangu wakaenda kanisa. Nilo unajuanga tu mzaya kiamka tu hivi. Hiyo ni kanisa na mimi. Pastors are very good with praying for their children. Like wanawekelea mikono, maombi yenye inaangushwa hapo. But they don't have time to mentor them, like talking to them. It is one thing to pray, it's another thing to mentor them. Talking to them. You see in the book of Proverbs 31, there is a very good mother who have a son called Lamuel. And he's talking to Lamuel and telling Lamuel, my son, listening to me. Do not, the mother is talking to the child, to a son. I don't know where the father was. Maybe he was the pastor. Wamama, serious. Like, father values sijui ilienda wapi. Sasa ule mwana anaambiwa na mama yake, do not use your energy on women. Usitumie nguvu yako kwa wanawake. Hapo verse 3, Proverbs 31. Verse 4 inasema anamwambia and wine is not given to kings. Like, you know, my son, you are a king in this family. Pombe si ya kupewa. Na hapo ndio nikakuja kurealize mama wako na kasi mingi sana by the way. Sana. Kwa sababu nowadays mahali tumefika, unajua especially youth wakifika teenager, hiyo teenage age inasumbua. Wanapotelea wazazi, especially the fathers. They are not able to connect with the fathers kwa sababu unajua huyu ni mkubwa, huwezi mchapa sasa. Wameanza ku develop, body imeanza pia ku change. So they connect so much with the mother. So unapata sasa Lamuel anaambiwa a very good advice by the mother. Ukisoma now the other chapter, unaona in the book of Proverbs 6 verse 32, anaambiwa ya kwamba he who commits adultery lacks judgment and has no sense. Kwa sababu Kiswahili ilikuwa inasema vizuri sana. Ati hana akili. Ukitaka kujua mtu mwenye hana akili ni mtu ambaye somebody who is having sex like that, like without common sense. Like una have sex like with anybody, like without a purpose, simply because you want to get money. If the Bible is talking about somebody who is a fool and somebody who have no sense, is that kind of person ambaye anaenda akigawagawa. Huyo mtu hana akili according to the Bible. Watu tuache kugawa. Sasa kisha tupotea. So there is this Carol Minaj anasema this young generation wameharibika sana. They don't want to struggle, especially madem. Wanataka pesa za haraka. That's why wanatafuta wababa. I don't know the kind of generation we are. Thank you so much, Carol Minaj. Yeah, it is true. Carol Minaj anasema madem wenye wako sahi, they don't want to kuchoka kufanya kazi and all that. Ndio maana wanatafuta wababa.
what would you advise these young girls? They are going for babas and all those, and tumesikia vizuri sana mtu anaenda akigawagawa hana akili. Na ukikosa akili ni kuisha utaisha, you know. And what I always tell you, it's the beginning of wisdom is the fear of God. Yes. So what would you advise such youths when you wanasema like Karominat pia, you listen to this advice so that you can give it to your fellow youths? My advice would be, kila mtu ambaye Mungu alimuumba. Everybody who was created by God was created with a purpose. Sure. And with a defined assignment. And even before umeenda kwa huyo mbaba, ask yourself, what is my defined assignment? What is my purpose in this life? What do I want to accomplish and achieve in this life? If you can be able to answer those questions, then you'll be able to make the right decision. Kwa sababu, kama wewe unajua, like you are the hope of your family. You are the hope of your future, of your generation. And I'll answer with this scripture about this guy right, Joseph. Joseph was a young man who had a purpose, who had a vision, who had a defined assignment. Mungu alimtokelezea akamwambia, kijana utakuwa mfalme. That is his purpose. Na God akadisappear in his life. And between where he was, by the time alikuwa amepatiwa hiyo maono na Mungu na like when God wants you to get somewhere, he shows you where you are, what you will be, and where you will end your destiny. Hakuonyeshagi hizi challenges kwa hapa katikati. Kwa sababu it is not your position to be bothered by what you go through. It is God's work to help you and hold you by your hand. So Joseph ako hapa ni kijana mdogo, sasa amepatana na maadhi fulani hapa. Ako na do. Na ni wife wa Prezo. Amemkatia wakiwa kwa Potiphar. Anamwambia niaje kijana, wewe ni msupu, uko sawa. Nitakupatia mamlaka yoyote on one condition. You have to bed with me. Sasa niwaulize mavijana, ni wangapi wangekataa kukatiwa na bibi ya Prezo? Ni wangapi wangesema zi? Wangapi wangepita hiyo test? Ama hata Prezo mwenyewe akuje kwa academy hivi, ni wangapi wanaweza? Ni wangapi? That's a test. Hata hivyo akuje tu kwangu. Akuje tu kwangu. Tuone. So Joseph ndio nimalize. Joseph sasa akasema hapana. Inside his life he knew what I wanted in life. Yes, this is a good thing. This is a good deal. In deal poa my friend. Nitakaa maisha mazuri, nitapata pesa. Nitapewa, you know, hiyo deal iko poa. Hiyo deal tu ndio maana nasikia hata sasa ukienda ombe mama yako, this guy who wants me, mtu ako na ngoja, ule mtu mwenye ametumiwa 100 million. Ule dem. Uende upatie uambie mama yako, akimam huyu mtu ako 70 years lakini alinitumia pesa fulani, alinitumia wote ukasikia 100 million. Atakwambia bora usimlete huku mshana wase wakijiwa simuone. Wewe tutoa pesa kwa M-Pesa tukule nyama leo usiku. This thing no, hata wazazi wengine inafikanga mahali wanaanza kukubali na sisi kwa the wrong things zenye tunafanya. Na ni vibaya sana. Mimi naambianga wazazi, kama mtoto wako ni myouth na ako Nairobi na hana job, amekuja kutembelea uchago, amefanya shopping ya 20k, amekuletea nguo ya 20k. Amekuja na gari na ako na driver. Before you uchukue hizi vitu, muulize hizi idoshi wapi umetoa wapi? Umetoa wapi? We start from there. Alafu unajua mtu anaanza kusema, "Ai man, sina kuangana na chama fulani." Chama unateza hiyo pesa unatoa wapi? Amewekwa na bibi ya mtu. Amewekwa na bwana ya mtu. So Joseph hapa Junior nirudishie nani huyo dem. Yeah, but let me say this. So when Joseph realized what he wanted in his life, he realized I have a destiny. I have a bread for my generation. If I give in to this pretty, remarkable, foolish woman of a king, I'll lose my whole generation. Mambo na sagu watakosa food, watakufa kwa njaa. Hii dilu ni poa. Lakini venye naona mimi ndio I'm the star of this family, mimi ndio nitafanya hii familia yote yomoke, akistoli sitakubali. Akakataa. And you know what happened? He became a king. When he became a king, unajua yeye alipatia watu wao chakula. Some of our parents today are suffering because of young people who never realize what they want in life. They just received anything that comes across them. I always say that in life there is what you want and there is what is available. What you want and what is available. What is life offering to you? It is offering to you what is available. What do you want? It is inside you. Start with it. Go for it. Suffer for it.
Weka pale kwa kanyumba pale hata kama uko uni pale, kaka kwa kanyumba hata kama huna food unatumiwa na maharagwe na mahindi kutoka Uchango. Kula hiyo. But let me tell you, time is coming. You shall become a star of your family. Yeah. It's becoming so sweet. Like there is what you want and what is available. Yeah. Life gives you what is available. Yes. But inside you there is what you want. You want, and you have to fight to go for it. Wow. And don't usikubali kubabaishwa na dunia na mambo na influence. But unajua sasa influence wasichana wenye wako sahihi, okay, leave alone hata wasichana, even guys, kwa sababu tunasikia hata wako na sugar mommy. Yeah, wako na mashuga mami. What they want wanataka saa hiyo. Like Joseph alisimama na akafikiria about now the other people. Hakujipenda. Not even hakufikiria about now. Yes, and himself. Now, himself and now. Alifikiria about others and the time to come. Exactly. Mayouth siku hizi wanafikiria kuhusu nao. By the way, kwanza mimi nafikiria kuhusu saa hii. Kuhusu saa hii. They think about it now. Yeah. But let me tell you, now is supposed to mold your life, make the right choices in life because of the future. Sure. You see, Ruben alifikiria kuhusu nao. Kadem ni aje, mzai ni aje. Kadem kadogo hivi na amekaleta kwa hao. Wacha nipite nako. He thought about now. And this is the problem with the young people. They are not able to make the right decision emotionally. Simply because many of the times when we don't use our head, use our feelings. Many are the times that we don't use our mind. Our head. Oh, our head. Yes. We use our feelings. What? Feelings nakupeleka tu hivi. Ukipata hata mtu akiwa ushi unataka tu kumpitia hata uje. Like even without engaging your mind. And I always telling the young people, before you get there, engage your curiosity. Let your curiosity help you. What? Can you analyze? Can you critique what is standing before you? It is a nice thing. Is it the right thing? Yes, it is admirable, but is it the right thing? What is the consequences? Because whatever you don't master, when your feelings are leading you, it will master you one day. Wow. Hey, guys. I am hoping that everyone here, kila mtu mwenye wako huku anaelewa kila kitu. Kwa sababu vitu tunasoma huku leo, our producer hata hizi ongea at least utumie ka message. Utuambie mimi unasikia, we miss your message, yeah? And it's becoming so interesting. Yeah. Guys. So Evangelist, let me ask you. Yeah. If you say, is it bad to be married with someone who's older than you? What are older than you? Older than your father? Just because unaona wasichana wa Nairobi, this watu wa Kenya, wasichana wa Kenya wanaolewa na wazungu. Wengi wao by the way, wengi wao ni wazungu kwa sababu wao ndio wako na pesa. Unasikia watu na 100 million. That's not a joke. Wengi wao kwa na masponsor. Let me tell you something. Leave alone kuangalia money. Let's see kama mtu anaweza pata true love from there. It is true way. But most of the young people today, and you agree with me, they don't go to the old people because of love. Yeah. But in one way or the other, kuna watu mimi ninajua hata leo hata kwa church, mtu pengine ako na 50, 60, bibi yake alikufa, ama maybe wali divorce because of the issues, and they married a young person, and today they are happily married because the man was intentional. I want marriage, and also the lady was intentional that I want a good husband. But today, if you go for an old person looking for love, you are at your 20s, and the guy is 60. Amebakisha miaka 10 tu ya Mungu akufe. Hata hiyo ni bonus. Hiyo ni bonus, hata kifikisha hiyo 10 ni bonus. So do you want to be left as a widow? Ukiwa miaka 30, uko na 20, jamaa ako 60. Tuseme afikishe 70 ile Mungu amesema kwa Bible. Azime. So uko 30, wewe ni mjane na uko na watoto watatu. Oh my God. By the way, hapo watu wanaangalia pesa, jua kikufa ache pesa. But money is not everything. Today, many people who have money, there is something that money cannot buy. Money cannot buy love. Yeah. But unajua Evangelist, atakufa niachie pesa na mimi nitaendelea. Yes. But hata pia mimi niweke mtu kwa nyumba. But you see, hapo hakuna love. That's not true love.
That's not true love. Let me tell you, hakuna kitu kizuri kama kijana at your youthful age you get a girl of your age who loves you. It is not about money. It is about emotional connection. Mupedane, mwanze kutafuta mkiwa pamoja. Kama ni kukula sukuma na ugali mkule pamoja. Mkijua ya kwamba our tomorrow is better than our today. Naona kama tuko Sunday. Evangelist, there is another person here. Yeah. Yani show imeshika vizuri sana. Anasema kuna hawa wanaume wenye they marry, they take their wives kuishi na in-laws. Marriage yao inaanza kuharibika because mama ya kijana and his sisters wanaingilia their marriage until the wife disappears. How can you advise that couple? There are so many nime experience wako single because of that. Like unapata mtu ameolewa. Sasa nimeolewa mimi. Yeah. Peana example na mimi. Yeah. Sijasema naolewa. Nimeolewa sasa. Nimepelekwa kwa in-laws. Yeah. Niende nikakae huko. Then in-laws wanaanza kuniingililia, then sasa natupwa. What would you advise? You are now becoming marriage counselors. The greatest problem when it comes to the in-laws, mimi nasemaga, ni mwenye amekuoa. Ukuolewa na in-laws. As a man you are supposed to start like a man. Yeah. Mimi ndio nilioa. Lakini kama umeoa bibi umepeleka kwenu na pengine anaishi kwa nyumba ya mama yako. Sure. What do you expect? Hiyo nyumba ni ya mama yako na baba yako. Yeah. Obviously they have to dictate. Lakini kama umemjengea kanyumba pale, let your mother know this is my wife. Put a very clear line what you don't want and what you want. Let your mother know you are no longer a mother's boy. Yeah. Remove the script of your mother. Atasema akuulize leo umepikiwa nini? Umekula nini? Kwani ni sukuma tu nakulanga? Kwani nini? Ujapikiwa chapo? Kwanza you can like chapo sana. Kwani hii wiki hujafuliwa nguo? That is a script in the mind of that man. You have to remove that script. And you receive the script of you now being joined with your wife. And you start your family from there. And you sit down and agree. Kama my in-laws ndio shida, put a very clear line. Let the in-laws know you are not happy. This is my wife. Simama na yeye, mpiganie. Wow. Yes. These now are the kind of guys that want. Yeah. Hallelujah. Mbona tu atujui kama he's taken or Yo, I think ananiambia next time unajua watu wataruka. Yeah. Kuna Karo, kuna Kate, naona kuna kitu anasema. So Evangelist, let me ask you. Yeah, ask. Haya, hii point yenyewe. Unajua saa zingine nasikianga like us ladies mama yetu hafai kuja kwa nyumba yetu. But you men can bring your mothers into our house kwa nyumba yetu. Sasa mother-in-law sasa kwangu sasa ni mother-in-law. Anafaa overstay kwangu for how long? Anakuja kufanya nini kwangu? Thank you. Anafaa kuja atembee. Maybe if you are sick. Na kama umekuja kutembea only 2 days or 3 days. Mother-in-law anafaa kuja atembee. Thank you. Kama ako na bwana, arudi kwa bwana yake. Na kama kufanya nini? Kama hana akuja siku 2 siku 3, maybe amegojeka amekuja Nairobi. Yeah. Kuja akae kwangu. Kugonjeka, ashapona. Ashapona. Yes, anafaa arudi kwake akaangalie ng'ombe ushago na akaangalie buzi. Yeah, because some of this nini? Okay, mimi nishaiona na maybe some of my relatives. Mother-in-law anakuja kwa nyumba. Unasikia hiyo siku anasema ati, okay, alikuwa amekuja kutembea, then I'm overstay. Ati my son does not eat this. Let me cook for my son. Na sasa hizo umekaa na son wake for 2 years. Unashanga he does not eat it. Hey. Shida hapo si mama, ni huyu kijana. Kijana ndiye ako na shida. Na vijana tuko na shida mingi sana, wacha niwaambie. Mnatuweka kwa situations hizi. Kama unataka mama yako akuje kwako na akae kwako na dictate your family, abia mama yako akutafutie bibi. Yeah. Ndiye sasa huyo bibi akuni mama yako alikutafutia. Sasa ndio huyo bibi akikuwa na makosa mama yake ndiye anamuuliza. Simple. Let your mother give you a wife of her choice. Yeah. Lakini kama si kutafutia ulitafutiwa na mama yako, si ni wewe ulijitafutia. Put a very clear line. Ukiingia kwa hiyo nyumba, washa mama yako ajue unaheshimu bibi yako. Kile kimepikwa ndio that is the owner of that house. Hata siku hizi unasemanga kwetu kama ukikuja kwetu uchago huko nyumbani, juzi nimekuwa huko, kuna vitu there's a very clear line. Kuna kitu baba yako hawezi peana, kama sufuria, kama sahani. Mama yangu ndiye anapeana. Hata mtu akuje aombe, "Oh, nataka nipewe sufuria," na mama yangu hayuko, baba yangu hawezi peana kwa sababu hizo si zake. Lakini kitu kama jembe, panga ya kutafutia, ng'ombe ya kukatia ng'ombe nyasi. Mama yangu akiobwa, lazima kosa aulize baba yangu. We, na hii panga unaitumia leo ama niipeane? There's a very clear line.
Na wanakaanga vizuri sana kwa sababu wanajua mimi siwezi pita hapa, siwezi respect. Lakini kama wewe umeashiria mama yako ndiye anakufanyianga hatua kwa hiyo familia. My friend. Na kwa wale wasichana ambao wameolewa na vijana kama hawa, hapo hakuna future. Run for your life. As early as now. Let me tell you, there's no future. Yeah. Ama unaniletea ma sisters zako. Kwa sababu hata watoto wenye utapata mama yako ndiye atasema utasawa ngapi. What if hao watu wakiongelesha hawezi change? Alafu unajua mostly wanasemanga ati nikienda kuambia my mom tutaanza kuletana juu na yeye ataanza some parents kule mwenye wale ma dictator atasema like ati wewe am your son, mimi nilikuzaa sijui nini, you have to respect me what I say. Unajua hawata sasa nani anaongeleshwa? Ule mtu anafaa kuongeleshwa hapa ni huyu kijana. Abadilike. Ajue alitoka kwa mama yake. Yeah. Because this is one of the greatest problem you are having today. Vijana wanajaribu kukompea mabibi zao na mama zao. Mama yako alikuwa anakutunza vizuri, anakuangalia vizuri, anakuongesha vizuri. Kababa. Na wengi wanatafuta mama zao kwa mabibi zao. Like you are trying to look for your mother. Oh, for your mother. Oh, that's bad. Ukijaribu kukosa kama huoni kitu inakaribiana na mama yako kwa huyu, unaanza kumsumbua. And that is why I'm telling the young people, before you get married, can you remove every script of your mother from your head? Know what you want. Go with an open mind now. Exactly. Yeah. Create your own script, both of you. And you start from there. Wow. From there. So guys, it's becoming so sweet. Yeah, so nice. Kama tutaimaliza ama tutaendelea. Evangelist, kuna mtu ameuliza hapa swali na utatujibu. Itabidi nikuulize. Na ninaona Karominaja anasema, show imeshika. Hadi napitishwa stage yetu. Haki nyinyi. Thank you so much Karominaja kwa kutusikiza. Yeah. So, naona Sofia hapa. Sofia anasema, ni vibaya kuolewa na mzee alikuwa na wife but wakaachana? Ni vibaya kuolewa na mzee alikuwa na wife. Alikuwa na wife wakaachana, ama tunaweza iput na pia kuoa dem alikuwa ameolewa wakaachana. Hakuna ubaya. Thank you. Kwa sababu there are several things you need to consider. Waliachana kwa nini? If there was it was on a very good ground, like there was a very genuine reason and the parents were involved and hii marriage kuna venye sasa haingeendelea, lazima wangeachana. You know, according to the Bible, people are supposed to divorce only on grounds of adultery. But now according to our culture, unajua kuna culture zingine wanakuanga na mila nyingi sana, pengine hauwezani, pengine mmekosana, pengine huyu umekaa na mwanaume unaona huyu hawezi badilika na unaona hapa hakuna future. What I would say, ukikaa kwa na mtu miaka miwili, miaka minne, miaka mitano unaona hakuna future, most of the ladies sometimes wanaamua kuenda. Or even the guys sometimes wanaonaga afadhali hii story kuachana na. So kwanza angalia kwa nini wameachana. Is there a very genuine and a very good ground ya watu kuachana? Were the parents involved? Like even the parents wali agree mtu ametoka, lakini si ati watu waliachana last week. Umeingia katikati. Ameenda na bibi pengine anapanga kurudi December. Na wewe umesema au kijana sasa ako single. Sasa tunapata mtu. My friend, utajua ujui. Unakuja uambiwe sister, tunatoka atumizigo wako mwenye nyumba. And I think it's also important if people pengine maybe walikuwa wamefanya wedding. It is good. I think one of the things that can give you assurance that hii marriage imefika mwisho, it is divorce. Go through the process of divorce. Like kama nataka kukuoa na nimedivorce wife yangu, si nikuja na hiyo barua like tumedivorce sasa now completely. Hakuna mtu atakuuliza swali. Hata gava imejua Lakini kama ni ile tu ya Kamuiste ama ile pengine umepelekewa tu buzi na ng'ombe bili. No, that is where the parents are involved now. Na kama kuna buzi zinafaa kurudishwa sirudishwe. So let me ask something. Kuna this meme niliona mahali. Between you have umeoleka wewe ni msichana. Bwana yako amenunua gari. Between the mother and me, who is supposed to sit in front? Between the mother and me, who is supposed to sit in front? The mother of the guy. Who is supposed to sit? Gari ni yangu mimi kama kijana. Gari ni yako. Mama yako ninafaa kukaa mbele ama ni mimi? Sasa niulize swali. Hii gari
mwenye amekaa mbele na nyuma, wote tutafika mahali tunaweza pamoja. Tutafika, lakini who is unajua mtu anakaa pale mbele inaonekana ndio kwa ana sasa right. You know, this is where now we call for maturity. This is why we call now for maturity. Remember, you cannot separate a son. You cannot separate a son and a mother. Yeah, you can. That is one thing. These are hii ni damu moja. Wewe kama wewe ndio umeolewa huku kwetu, wewe huna damu ya hii familia. And I want to advise young ladies who are getting married. Usiyahi wenda kupiganisha kijana na mama. These people will never separate. Like me, you cannot separate me from my mother. Sure. We are good friends. We are like this. We talk so many things, you know? But let me tell you, wewe ndio unafaa kuwa mwerefu. Kwa sababu wewe ndio huna meno ya hii familia. Like you, huna mahali bado huna say. Kwa hivyo lazima utafute say. Shida ni mama kukaa kiti ya mbele. Hiyo ndio shida. Na si tunakaa kwa buti kwa nyasi. Pengine hii gari. Shida ni kukaa kwa mbele. Wacha mama madhe akae pale. Mpatie respect ya hiyo. Amefurahi pengine the whole family. Huyu ndio kijana wa kwanza kununua gari. And the mother is very happy. Lakini sio hivyo. Mama ataenda atarudi kwake. Atarudi kwake. Jioni gari italala kwako na asubuhi kama mnaenda kuchukua madhe utaenda kama umebebwa. Si ukae hapo mbele. Madhe hawezi kuambia utoke. Mkienda kumpick atakaa nyuma. By the way, lakini pia evangelist kuna hii issue inakuanga. Like you find apart from sasa kubebwa na gari, mtu mnaishi sasa huko kwa mama, kwa ushago. Ama maybe mama amejenga atao lakini mnaishi mahali pamoja. Mzee akitoka job, instead akujia kwako, anapitia kwa mama yake. Mama kwanza. I have said and I will repeat. You cannot separate a son and a mother. Right now, serious. That's very serious. That is why I'm saying you need to be very wise. Also as a man, unafaa pia wewe mwanaume. Okay, kupitia kwa madhe, maybe tunaishi the same plot kuna makosa gani? Hapana. I have to check on my mother. I have to check on my mother. It's not bad. Lakini alikuwa na homa usiku. Unakuja kama umeshiba. Na nimepika. Hapo ni makosa. Thank you. Yeah, hapo ni makosa. Unafaa hata kama unakula kwa mama yako, kula kidogo. Kwako ukuje ushike. Ndio ukuje kwa bibi, ile chakula atakuwekea wewe ngangana umalize. Ama mwambie leo tumekula job ama pengine leo sitaki kula mingi, lakini usikose kukula chakula ya bibi yako kwa sababu ya chakula ya mama yako. Culture. Hata wale wa mama ambao ni welefu wanakwambiaga usikule sana. Unajua bibi yako amekupikia. Unajua anakwambiaga na Kikuyu. Tukalie muno mukago ni akurugire. Yeah. Wow, Kate Nyambu anasema mom amekuzalia bwana, respect the mother. Sure. Yeah. Okay, that's what we are saying, like give mother-in-law respect yake. Lakini pia kuna vijana wanakuanga wamebebwa sana na mama zao. Yes, apart from that you are respecting the mother-in-law evangelist, kuna hawa vijana umeacha wife ushago umekuja kuishi tao. Lakini you cannot send, tuseme unataka kutuma usaidizi kwa mke wako, lakini you cannot send the money direct to your wife. You will send it to your mother and wapatie bibi yako. For sure, apart from that you are trying to respect the mother-in-law, in your heart how would it be? Sasa hapa mwanaume ndiye anakuwa mwerevu. Basi kila kitu na shida ukiambia bibi yako tumetuma. Kama umetumia bibi yako 500 na umetumia mama yako 1000, usimwambie bora you are able to provide. Bora nisipate hizo messages. Ona bora nimekutumia food. Nimelipa nyumba. Like you're not struggling. Kwa sababu hakuna vile naweza tumia mama yangu 1000 na bibi yangu hana chakula. Na bibi yangu na mambo inamsubua. Afadhali nitumie mama yangu 200 na bibi yangu nimtumie 500. Unaona? Hapo mwanaume ndiye anakuwa mwerevu. Na ukiwa mwerevu you are able to deal with, kwa sababu bibi ni wako na mama ni mama yako. Ujue mwanaume wako katikati. Kwa hivyo mwanaume ukiwa mjinga, wewe ndiye utapotelea hapo katikati. Kwa hivyo unakufaa kuwa mwerevu, you know how to deal with your mother and how to deal with your wife. Kwa sababu vitu vingine si lazima uambie bibi yako. Sasa nikiwa Joma niko town nimetumia mama yangu 500. Ni sawa, lakini as if this family and this couple is mature, there is no secret. Sure. Unamwambia mimi mama yangu kuna shida ya 1000 na hapa tuko na 1500 tufanye nini? Your wife will tell you what to do. Tell you fanya hivi, acha tumtumie 700 ama tumtumie 500. Hizo zingine tufanye hivi na hivi. It is good to be open in your marriage. Share with your wife. Usifanye mambo zingine kama umejifisha. Ndio ukae miaka mingi na usikufe haraka ukiwa mwanaume. Well, so there is still kuna issue venye ameongelelea about bora nisipate hizo messages. Na nikakumbuka ya kwamba kuna issue sana the youths who are dating. Like I want to
I'm dating you maybe. Yeah. I want to be with your phone. Like everything yenye inaendelea kwa simu yako. Nijue. Mimi nataka kujua. So how would you advise these young people? Na ndio maana unaona hata wanauana. Kwa sababu nikishika simu yako nipate kuna kademu naongea na yeye, na wewe ushike simu yangu upate kuna jamaa naongea na yeye, for sure you will feel bad. Nipate sasa kama hizo messages anasema umetumia mama yako pesa mingi kwa wiki na mimi haujanitumia, for sure I'll feel bad. So how would you advise these people who are wanachukua simu za partner zao? Mtu unamwambia aje mtu akae na simu yake ama washare? What you don't know will not kill you. Thank you. What you don't know will not kill you. If you kama unataka kukufa haraka na muane, shida ukisugua simu ya mwenzako. Unajua hizi simu ziko na wasimu mingi sana. Utapata tu mtu from nowhere hata pengine hamjuani, ametuma tu hata message. Hata watu ambao wameoana na waambianga like if you are married, wachane na simu ya bwana yako ama bibi yako. The most important thing is honesty, truthfulness, you know, and communication. Simu uwekelea tu hapo kwa sababu utaanza kukuja kuchokola, utapatana na mtu pengine mnaitana dear darling nini na pengine mtu unafanya naye job and maybe that is a language. Wewe ni myudhi uko pale na uko na boy ama uko na girlfriend. Na sasa unataka kushida kuchokola simu yake. Wacha nikwambie my friend, especially a young person who is not married. Yes. Kama utaki adikiagwe messages, muoe umweke kwako. Ukimuoa ukimweka kwako, then you have the authority. You have the moral authority to dictate who's supposed to write a message. Wow, this is so Evangelist, let me ask you. Kuna hii time yenye unasikianga nini nakujanga kufanya watu wa break up kama like wazazi? Okay, umezaliwa, wazazi wamekuwa into marriage for like 20 years, 15, then all of a sudden mwanaume huyo handbag amechukua manguo zake ameenda. Nini nakujanga inafanya like mumekaa hiyo 11 years, 15 years mmejuana, mmekuwa pamoja, mmepata watoto, then all of a sudden kisha itani kinaingia unakanyaga. Nasemanga hivi, watu wakikaa miaka mingi, you know, the emotional body kuna mahali inafikanga inakuwa loose, like unapata kuna venye hamconnect, one because of so many unresolved issues. Lakini sana unajua mabibi wanafikanga mahali, especially ukiona mtu ameolewa 10 years to 15 years, si amepata sasa mizizi ya kuku ni kwake. Especially ukiona mwanaume amefika mahali pa kuchukua baga ameenda, problem inakuanga sana bibi yake. Like watoto wamekuwa wakubwa, wako Nairobi, wanamtumia pesa, unajua huko huwezi mtoa. And you start disrespecting your husband, kwa sababu kile wanaume wanatakanga ni respect, and the Bible is very clear. Wife, respect your husband, and husband, love your wife. It is the work of every wife to respect, kuheshimu bwana yake, kumheshimu, mpatie food, mpatie heshima, usimfanyie makelele, umpatie tu peace. Hata kama hana pesa, hata kama ako na pesa mingi, hata kama ako na sheo gani, respect ni ya lazima. And you find that simply because you are not respecting me, I will not reciprocate. I will not give you love in return. I will back off. And you start looking for love elsewhere. Sasa unafika mahali unapata sasa mzee ameona hapa kuna kitu kameumana anachukua. So the most important thing in marriage, watu wakifikisha hiyo miaka ni kuelewana, communication na kuheshimiana. If you want your wife to love you to the end, mpende na yeye akuheshimu. Lakini heshima ikiisha, unaanza kunidisrespect hata kwa watoto, like unawaambia baba yenu hakuna kitu anafikiria, hata kazi yake ni kulala tu, nini, chakula unanipatia wakati unataka. Pengine nakula 1 meal per day na si hata hakuna pesa, hakuna food. Hiyo sasa hiyo marriage nayo haitaendelea. So but I think going back to our topic, the youth and culture, pia tunaweza fikiria kuhusu history ya my youth. Hawa wenye wanaendanga hizo clubs, sporting, sport is part of the culture. Sport wanaenda huko, wanakunya, wanafuta chicha na wanakula mogoka na shida na pombe. And wengine wanakuja wakiwa wamewaka vibaya sana because of the influence, because they are trying to look for love and attention, and the only people who can understand them, it is this group, this cocoon of the people. Anaenda anafungua moyo, mzae ananifanyianga, sijui ananifanyianga. And most of these people, let me tell you, who engage so much in this, you know, in these phases, others are a victim of rape.
kuna venye huyu mtu amesha maybe amelipiwa nani kwa yake kwa mdogo, maybe nini, maybe kuna venye baba yake alimfanyia, maybe at least there is something, there is a connection of something, and they are trying to look for healing through all these vices. And that is why we started by saying that it is good to give the youth ni vizuri kuwapatia masikio. Yeah. Listen to them. Most of them are hurting. They are hurting. Let me tell you, because I deal with the youth. Mimi mambo yenye nimesikia na hii masikio, my friend, ingine hata siwezi sema hapa. Hata kuna pia vitu, kuna kitu nakumbuka, there was a person who came into my inbox akaniambia, when I told her we want to talk about the youth culture, akaniambia she's a youth, she told me, apart from sasa kukunywa hizi mabangi, shisha and all that, wanaenda like now mimi ni dem, naenda nalala na majama 4 at one time. Jamaa ako peke yake, anaenda analala na mademu 3. You see? Like issues zinafanya mtu nasikia like masikio yako, because now what they are trying to look for, it's not what you're calling sasa hiyo mapenzi. Sisi tumewanyima love kunje. What mahali wanataka wanaona tu wanaweza pendwa ni kwa hizi sasa clubs. Kwa hizo vitu zenye wanafanya. Wakienda hapo kwa hiyo kakuni sasa ini unasema they are given a lot of love. Yes. Yeah. And they are listened to. I think the greatest problem with the youth is a very, like I said, it's a very dynamic group with amazing giftings, remarkable giftings, and every day young people, wherever they are trying to explore a new thing. Sure. Kila siku lazima wa explore a new thing. So now that hii sex ya between two people sasa imekuwa too common, sasa now they want to explore now. Sasa tufanye we do now as a group. You know? And we are heading to a very wicked generation. And this is a generation that we will never stick to one wife or to one husband. Yeah. Umezoea, before you get that completeness in sex and everything, you have to pitia watu 2, 3, 4. How do you expect that guy to get married to one wife and stick to that one wife for the next 30 years? This is a disastrous formula. Equation. Like nowadays imekuwa tu venye unaambia mtu, unanipigia simu unaniambia Joy uko wapi? Kuja to have a cup of coffee. It's just the same way you can call me. Hi dear, come we do bra bra bra. It is no more. Kwanza siku hizi washa hata hawa mayouth wakubwa. Unaona hawa college na hawa high school. Hey my friend, juzi kuna wenye walishikwa na hapo umoja kama walikuwa wamejifugia tu mahali na wako mid term. Anyway, hawakushikwa wakifanya hivyo directly, lakini the way they are dressed and like bangenye ilikuwa kwa hiyo nyumba na kila kitu. Wacha nikwambie, the next thing was to have sex now. Sasa nikuulize, this way of starting, you have started to pollute your mind. Sasa once your mind is polluted, my friend, you never be sober unless God helps you. Because you never be content with one partner. Kwa sababu umezoea, and this is a demonic spirit, a very bad demonic spirit that is dominating the young people, so that we shall never have a generation that will make a difference in this life. We shall never have a generation that will stand for the right things and stand for the righteous things. Like in Sodom and Gomorrah, that's what happened. What do you expect? Jamaa walikuwa wanalala na majamaa wengine. What do you expect? And God was angry. Don't usiseme ati God wa hiyo time sio God wa hii time. God is watching everything. Me, I always tell the young people, as far as I'm not there, I don't know what you are doing, but every day, can you do something that you know that even if God appears to you, what you are doing is the right thing? The way you are dressing is the right thing. And I always ask them, mtu ananipasi ni aje? Leo nimevaa aje? Like anajua yeye amevaa vibaya, that's why ananiuliza. Nimevaa vibaya. Unafanya amevaa na amekuja church. Mimi nawaulizaga, like the way you are dressed, can you study with God? Like God anaweza kuwa hapo amesimama pamoja na nyinyi. Like if God appears to you today, can you walk with him comfortably without feeling? So, but dressing wewe vatu venye unataka, but follow, let your conscience tell you, is it the right thing? Kama umevaa kadogo na kwambia iko sawa, what you are doing hiyo, hata hiyo shin hiyo sex hiyo shin, kama una feel that is the right thing, do it. But there is always in your conscience, kuna kitu nakwambiaga, this is not the right thing. Hata hiyo
chain unasema wanaita threesome. Oh, ni threesome. Ni threesome. So guys, that's why hapa unapatanga like the way you dress. Unajua kama kitambo watu walikuwa baadhi tulikuwa vaa nguo refu. Ungeona msichana na trouser. So sasa hivi hata unapata cases za like baba amerape mtoto wake cause maybe aliona mtoto wake she's attractive venye anavaa. Alafu you know some men wapendi hizi temptations zingine. That's unapata mtoto amerapiwa na baba yake. So the cause hata kwa baba, the cause ilikuwa mtoto because she had the mistake. Like we said last week, you must never share what you are not ready to. You must never expose what you are not ready to share. If you are ready to share with everybody, including wazimu, including your father and everybody, continue exposing it. Sure. Because when you expose it, other people will be attracted. Sure. Because men, sisi tunakuanga visual. Like we are attracted by what you see. Hata leo ukiona wazimu pale na ni mama na ako na uchafu na ako uchi, utaona wanaume tu wanapiga laudi hapo. Wow, guys, this is becoming so nice. Yeah. We're enjoying the show and I am hoping that you too are enjoying the show. Sasa hatujaenda break. Lakini sasa itabidi to break kidogo ndio at least our evangelist akunywe kapo. Hakuna chai atakunywa saa hiyo wakuja wapatie mawaidha tumalizie. So before tuende break nitatambua watu kadhaa. So ninaona Kate Nyambu, Philip Gashoka, Rose Deep Razor, John G. Hey, tuko na watu wengi. Naona Mary Size, naona Karominaj. So guys, we are going for a break. Nalala shida ni ati break yenye tunaenda. Ni break ya kabisa. Ni break ya nini? Ni break tunaenda. Alafu sasa evangelist siji kama tutakupata. Siji kama utakuja next Monday. Because now hatujafikisha hata nusu ya climax. Leave alone climax. Even quarter of these things that we should tunafaa kukuwa tunaongelelea hatujafikisha. Kuna swali ilikuwa kuna mtu alikuwa ameongea hapa akasema hivi evangelist anaitwa Pauline Kaso. Alikuwa amesema wife kama anataka 2 seat ya kwanza aendeshe gari wakae hapo mbele fight iishe. Like you should be very mature exactly. And all that. Obed is a bed. Nimekuona. Geta Obed, thank you so much for being here. Janet Kingori, my sister. Tabua wawili bana. Huyu anaitwa Jofin. Leo nakwambia Karominaj ako area. Leo amesoma na amesoma. Kuna Gifted Mwonyambu, MC Davis Jones. Kuna Damshemware wa Dongo, kuna Waigwa wa Mugogas. Watu wengi sana huku na tunafurahia sana kwa kuna Erod Kemani Babashiro. Thank you so much our manager for being with us and also our producer. Kosa kuandika message producer, we know you have questions. We know you are hearing. And we know that you're also learning from this and we are so happy for you. Yes. Aki sasa hii break. Nilikuwa nasikia kuambia tuende break alafu turudi. Nilikuwa nimesahau. Kwa sawa time. Yani masaa hata haijatosha. Tushakota evangelist. You might kutuambililia a date. As in tuambie tu that on Monday utakuja na sisi. Kind request. Kwa sababu we need to help our generation. Tunajua uko na kazi nyingi sana ya kufanya. Tunajua Sunday unachoka sana. Lakini because now you are called to do this. Praise we are thanking. Thank you so much. Find a parting shot, Max. And thank you so much, guys. And I promise to be here next Monday. Wow. Yes, I will so definitely be here. Monday is always a free day for me. Actually, Monday is a relaxing day for me. Wow. Wow. And tutaendelea bado na hii kitu kwa sababu we need kuna vitu hatujaguzia about the drugs and all that. Kuna vitu mingi sana zimebaki. So evangelist, thank you so much. Tumefurahia sana kwa kukua na wewe kwa studio yetu ya Sky Cable TV. Na najua umetunzwa vizuri na najua umefurahi. Na before uende nyumbani, ningetaka upatiane the very final advice kwa our yes. Thank you so much, guys, for listening. It was wonderful being part of us. Kama mungekuwa hapo sisi hatungeongea. Thank you even for your great contributions. We are here to help one another and we are also learning from each other. Thank you. God bless you so much. We are praying for you and
my prayer is to raise a generation that will make a difference. So you can ask yourself this question: am I making a difference in my generation? Am I ready to make a difference? If you are ready to make a difference, lastly, fear God and do his commands. Fear God and do his command. Because when you fear God, there are some things you don't need to be forward, whether you are doing or whether you are not doing. God atakusaidia kufanya the right thing and to avoid the wrong thing. Thank you guys. Nawapenda sana. To meet next week on Monday. It will be fire, I tell you. It will be mortal. Yeah, thank you so much guys. Nataka kusalimia watu wa kadhaa. Philip Washoka, Janet Kengori ninakuona. Kuna maniba zangu akina Nyabu na waona. And nimeona Sophie ninakuona. Watu wengi sana. Mungu wabariki sana na mafans wangu wote wa Evangelist Gashawa wao via Facebook. Asanteni sana. God bless you. Tunawapenda sana. Ujisalimia mama Shago. Watu wote wa Udhaya, Mungu wabariki. Mama akiwa huko Kagonye Village, Mungu akubariki sana. My sisters wakiwa pale Morogoro High School, my brother akiwa pale KU. God bless you, nawapenda. Hata sitangu bado akiwa pale KU. God bless you, nawapenda sana. Na pia mayouth wenye unahubiri. Yeah, na mayouth wangu wote sana, ninawapenda sana. MYF Kenya, ninawapenda sana. Watchtower Group, nawapenda sana. Mayouth wote wa Buru PC, nawapenda sana. Mayouth wote wa Social Church, nawapenda sana. God bless you. I love you. Wow, thank you so much. So, tumaliza ndio na mimi nikuje niwaambie kwa heri sasa. So, kuna kitu Evangelist amesema ikani hit. What if God akutokeleze? Unaweza kupata ukifanya nini? Ask yourself that question. Unaweza kupata ukifanya nini? Mimi kwanza sijui unaweza kupata ukifanya nini. Anyway, thank you guys for being with us. We are grateful for this day. Yes, topic ya next time Jo. Itakuwa moto kabisa. Leo hata sijajua hata kama tumemaliza hata. Thank you guys. See you next time. Wow. Thank you so much guys because of being with us. Tumefurahi. Yani we are just so happy because of your company. Na tukimalizia the same question I will also ask you. Mungu akikuja siku kama ya leo atakupata wewe ukifanya nini? So you should think of it. Tukimit siku ya Monday, mkuje pia na maswali zingine nyingi because we want to help our youth. And don't forget, tukitoka hapa, enda kwa YouTube ya Sky Cable TV. Subscribe to our channel, share, comment and like. Ukifanya hivyo tutafurahia sana because with your views, with your subscriptions, with your likes, that way tutasaidia watu wengi. So we are just so happy because of you. We are so happy for being with us. Thank you so much to Sky Cable Fraternity because of this time ya kutupatia kuongea na hawa watu, and we believe that tunasaidia wase. Na pia with the help of God, we thank the Almighty God kwa kukuwa na sisi, na tuna believe that ataendelea na sisi na tutaendelea kuhelp watu because what we need to do is helping these people. So guys, Paris K, Pauline Kaso, na wasalimia nyinyi wote mkoani sana hamwezi isha. So ninasema mpaka Monday, mkuwe na wiki njema, wiki ya baraka. Mpaka hiyo siku tupatane. Goodbye and we love you so much. Bye.